Hii ni drone inayoitwa Shahid. Gharama yake ni nafuu, ni takribani dola 20 mpaka 50, na udogo wa droni hii ndio inaipa urahisi wa kuisafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nchi ya Irani ndio wanaitumia droni hii kuitandika Israel na nchi ambazo ni washirika wa Marekani. Hii silaha inaitwa THAAD, Thermal Altitude Air Defense. Kwa ujumla inabeba makombora 48, na kwa mujibu wa tovuti la bunge la Marekani linaeleza kombora moja gharama yake ni takribani dola milioni 12.7. Hili limeshangaza. Irani inatumia takribani dola 20 mpaka 50 kwenye silaha yake ya kushambulia, wakati nchi washirika wa Marekani wanatumia takribani dola milioni 12.7 kwa kombora moja kwenye kuzuia mashambulizi ya Iran. Vita ni akili ya mahesabu. Hebu kwanza tuanzie hapa. Hizo nchi washirika wa Marekani ni zipi, na kwa nini Irani washambulie hizo nchi washirika wa Marekani? Hadithi za simulizi. Gulf Coast Countries. Nchi za Ghuba ndizo nchi washirika wa Marekani. Nchi hizo zikiongozwa na Oman, Kuwait, UAE, United Arab Emirates, Iraq, Qatar na Yemen. Ikumbukwe na Iran mwenyewe ni moja kati ya nchi za Ghuba. Sasa kwa nini Iran inashambulia wenzake, yaani nchi za Ghuba? Kwanza kuna kitu kinaitwa petrodollar. Petrodollar ni mfumo wa kiuchumi ambapo mafuta ghafi yanayouzwa kote duniani yanathaminiwa na kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani, US dollar only, yaani kutumia dola ya Marekani pekee na sio fedha nyingine, na Marekani ikawaahidi kwamba itawapa ulinzi. Sasa viwanda vya kusafisha mafuta vya gharama kubwa vinapolipuliwa bila Marekani kuzuia mashambulizi kama ilivyoahidi, kwanza inatetemesha mfumo wa petrodollar, na pili inawapa mashaka wadau kwamba mbona Marekani hatimizi ahadi yake ambayo walikuwa wamekubaliana. Irani inashambulia kwenye viwanda vya mafuta kwa sababu anajua biashara ya mafuta itasimama. Wao Irani wameshazoea kuuza mafuta bila dola. Kwa hiyo mashambulizi yanapovuruga soko la kawaida la dola, kama ikiendelea kwa muda mrefu, nchi zingine zitaanza kutafuta njia za mkato. Hizi nchi za Ghuba kwa miaka mingi zilikuwa zimejiwekeza kwenye biashara. Zilijiwekeza kwenye biashara za usafiri wa anga kwa kumiliki makampuni makubwa ya usafirishaji, mfano Qatar Airline, Fly Emirates na mengine mengi. Zikajiwekeza kwenye kujenga majengo makubwa ya hoteli za kifahari, na Dubai ikawa kitovu cha matajiri na kitovu cha utalii. Watu wakawa wanaingia na kutoka, huku hali ikiwa ni ya usalama, na wakati huo wote walikuwa wanafurahia huduma ya usalama waliokuwa wanapewa kutoka Marekani kutokana na makubaliano waliokuwa wameingia na Marekani ya petrodollar. Wanauza mafuta kwa kutumia dola ya Marekani na Marekani inatoa huduma ya ulinzi. Kwa hiyo wao wakajiwekeza kwenye biashara na masuala ya ulinzi wakawaachia Marekani. Ingawa imesikika mara nyingi hizi nchi za Ghuba zikisema wao hawataki vita, ila wao tayari walikuwa wana upande, na upande wao walikuwa ni upande wa Marekani. Hadithi za simulizi. Kwenye upande wa mlango wa bahari wa Hormuz bado unabakia kuwa njia muhimu ya nishati duniani mpaka sasa. Takribani ya 20% ya mafuta yote duniani yanapita pale kila siku, na wanufaika wakuu ni China, India, Korea Kusini na Japani. Kutokana na kufungwa kwa lango hilo, hawa wanufaika wakuu wanaona sasa imeanzishwa hii vita ili itikise uchumi wao. Nchi ya Japani ilishawahi kusema kwamba lango la Hormuz likiendelea kufungwa, nchi yao inaweza kujiendesha kwa siku 200 tu.
kutokana na kiwango cha mafuta yaliyopo. Baada ya hapo, mafuta yakiisha, watahamia kwenye nishati ya nyuklia. Pia Japani ilishawahi kusema kama mlango wa Hormuz ukiendelea kufungwa, wao wanaweza kutafsiri kama the extension of threat situation that threatens Japan survival, yani changamoto, tishio kwa Japani, ambayo kutokana na sheria zao hilo ni kosa, na kama ukitishia taifa, wao wanayo haki ya kutumia nguvu za kijeshi kwenda kudai haki yao. Kwa hiyo unaona, linapokuja swala kutikisa uchumi wao, hizi nchi wanufaika huwa hazicheki. Kwenye lango la Hormuz kuna baadhi ya meli za mafuta zimeshambuliwa na Iran, haziingii wala hazitoki. Kwa upande wa bidhaa, nchi za Ghuba zinauza mafuta, alafu wao wanaletewa mahitaji muhimu, na kutokana na ardhi yao kwamba ni jangwa, wanategemea sana uagizaji wa bidhaa kwa kiwango kikubwa. Takribani ya 80% ya chakula chao kinatokea nje. Vita ni ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, lakini Iran anaenda kuharibu kwenye nchi wenzake wa Ghuba ili wamshinikize mshirika wao Marekani asitishe vita. Vita ni akili ya mahesabu. Hadithi za simulizi. Baada ya Al-Khamenei Ayatollah kuuawa, yeye na baadhi ya ndugu zake waliokuwa naye kidini inahesabika kama shahidi. Ukirejea Don'twist, mafundisho ya dhehebu la Shia, wafuasi wake wanaona hiyo ni kama kengele ya hatari iliyogongwa ya kwenda kufanya jihadi, kupambana mpaka tone la mwisho la damu kwa ajili ya kiongozi wao. Vita ni sanaa. Na nikirejea kitabu cha The Art of War cha Sun Tzu, anasema vita ni sanaa ya udanganyifu, na vita yeyote ile inategemea udanganyifu. Na ili ufanikiwe, fanya uonekane ni dhaifu ukiwa una nguvu, na uonekane upo mbali ukiwa karibu, na hii itakusaidia kumfanya mpinzani afanye makosa ya kimaamuzi. Na mwisho, Sun Tzu anasema sio kila vita inafaa kupiganwa. Kiongozi mwenye busara anajua wakati wa kushambulia na wakati wa kurudi. Akiona hili ni la kuachana nalo. Kupigana kila vita kunapelekea kuchoka na kufilisika kwa rasilimali. Vita ni gharama na inahitaji akili.